Ninatamani ibada nawe, natamani ibada nawe, natamani ibada nawe, natamani ibada nawe, ninatamani Bwana ibada nawe, nawe sema natamani ibada nawe, natamani. Wewe jiachie tu mbele zake, maana unavyotamani Bwana. Natamani Yesu wewe ibada nawe, ibada na wewe Yesu, wewe umetukuka, ibada na wewe, mwambie Bwana tunatamani ibada na yeye, liazimishe sasa jina lake. Wewe funguka tu mbele zake, wewe funguka tu mbele zake, wewe tufunguka mbele zake. Yesu, wewe Yesu, Bwana nifanye tunatamani mahali hapa Roho Mtakatifu ashuke na kukutana na watu wako na kugusa watu wako wenye vifungo na mateso leo wakafunguliwa. Katika jina la Yesu, karibu Bwana, karibu Roho Mtakatifu, mahali hapa uwepo wako ushuke, mahali hapa tukone Bwana, kutana nasi Bwana, kutana na watu wako Bwana, karibu tuhudumie, karibu tutendee, karibu useme na watu wako, useme na kila mmoja Bwana, useme na aliye na vifungo, maana ile baba yule aliyekata tamaa Bwana, kutana naye, maana kijana yule aliyevunjika moyo Bwana, kutana naye leo, kutana naye leo, kutana naye leo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana karibu, utuhudumie, utuhudumie katika jina la Yesu. Wakinitazama wakuone wewe, nifinyange kama ni kwaya nifanye Bwana
unatembea Bwana na nguvu zake. Wanadamu wakinitazama wakuone wewe, watu wanavyokutazama wamuone Bwana. Bwana uni for the last time nifanye wanaponitazama mimi wakuone Makofi mengi kwa Bwana, makofi mengi kwa Bwana. Umetukuka sana Baba, hatukustahili neema hii iliyo kuu. Tunashuka sana mbele zako Mungu mkuu, usiyeshindwa na jambo lolote. Uhimidiwe milele, Simba wa kabila la Yuda. Tunashuka sana katika madhabahu hii takatifu Baba, tukisema ni wewe unayejua maisha yetu, unayejua kila kitu juu ya maisha yetu. Tunanyenyekea sana Baba, uinuliwe milele na milele. Uzao wetu na ujue kwamba kulikuwa kuna watu walikuwa wanakuabudu wewe, ndio maana tunashuka, tunatoa taji zetu zote Baba, tunasema ni wewe unastahili kuabudiwa. Oh Yesu, uimidiwe Baba, uimidiwe sana, Simba wa kabila la Yuda. Oh Baba, uimidiwe. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa upendeleo huu hali ya juu. Hata hatukustahili Mungu, hatukustahili sana. Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, yu mwema. Mungu yu mwema, yu mwema, Mungu yu mwema,
wa ajabu. Asante Mungu, hatukustahili sisi kupendwa namna hii, bali tunasema asante. Asante Yesu. Amen. Amen. Asante. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana kanisa. Kweli Mungu ni pendo. Anatupenda. Anatuwazia mema zaidi ya yale tunayowaza sisi, na atabaki kuwa Mungu katika maisha yetu. Mwambie mwenzako, Mungu ni pendo. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii njema yenye baraka. Tumepata nafasi tena ya upendeleo kuingia katika madhabahu takatifu ya Mungu. Ni upendeleo tu. Kuna wengi walitamani sana kufika katika madhabahu hii, lakini haijawezekana. Sisi tumependelewa. Nina kila sababu ya kushukuru uongozi. Sijastahili kabisa kusimama katika madhabahu hii. Sijastahili. Mungu awabariki sana. Kanisa, Mungu awabariki kwa kuniombea na kuombea kanisa zima. Tunaposimama katika madhabahu, hatuchukuli hali ya kawaida. Ni sehemu takatifu, na wala hatustahili, tukihesabiwa tunayoyafanya, hatustahili hata kukanyaga hapa. Lakini ni upendo tu wa Mungu. Tunasema Mungu ahimidiwe milele. Amen. Piga makofi kwa Yesu. Kwa majina, mimi naitwa Mwinjilisti Joyce Lampa. Nawapenda sana. Nilivyopata nafasi Baba kuniambia kwamba nitahudumu siku ya leo, nilitetemeka sana. Nikamwambia Mungu, nitaongea nini? Akasema wewe huwezi kuongea chochote. Kumbe sisi hatuwezi kuongea chochote. Anayeweza kuongea ni Mungu tu ndani yetu, ambaye ni Roho Mtakatifu. Kitu ambacho Roho Mtakatifu aliniambia, alisema natamani kanisa langu lijue namna gani mimi nilivyo mkuu. Natamani kanisa langu lijue namna gani mimi nilivyo mkuu. Na somo hili utakaloenda kufundishana, maana tunafundishana, si ndio? Nilikuwa ni gumu sana kwa Kristo. Akanambia kuna masomo matatu ambayo Mkristo akiyaelewa anakuwa sio wa kawaida. Na haya masomo kila mtu akianza kufundisha yanaleta uzito katika mioyo yetu. Yanaleta uzito mkubwa sana. Akanambia kitu cha kwanza, somo la Roho Mtakatifu. Mimi mwenyewe nikatoa mfano, kwa kweli nikajiona mimi jinsi nilivyokuwa. Mimi nilikuwa nikija kanisani, mtumishi yoyote ile akipanda madhabahuni akahubiri kuhusu Roho Mtakatifu, nilikuwa nasinzia. Kwanza sielewi unavyoniambia Roho Mtakatifu. Yaani natamani useme hivi, leo tunajifunza kanuni za kupata utajiri. Hapo silali hapo. Kwa sababu natamani utajiri, natamani yani nipate vitu. Ila ukiniambia kwamba ni namna gani ya kutembea katika ulimwengu wa roho ukiwa na Roho Mtakatifu, yani hapo umeshaniacha. Kumbe hapo ndio kwenye siri ya maisha ya Mkristo yoyote. Akasema somo hilo limekuwa ni gumu sana kwa wanangu ambao ndio sisi. Akasema somo lingine ni kuhusu sadaka. Yaani wewe Mkristo yote yule, ongea naye vyote, mtaongea, mtapanga mipango yote. Tunapoingia kwenye sacrifice, sadaka, maswali yanakuwa mengi. Unaanza kuuliza, kwani nikitoa hii itafanya nini? Ila kwenye kusema hivi, leo tunajifunza namna gani ya kumiliki uchumi. Haulizagi swali kwamba nikipata hizi hela nizipeleke wapi. Ila tukisema sasa leo tunajifunza namna gani baraka zetu zimebebwa na roho ya sadaka. Watumishi Bwana wanataka tu sadaka zetu. Na hapo ndipo kwenye umiliki mkubwa. Kwa hiyo Mkristo yoyote yule asipotambua Roho Mtakatifu, asipojua namna gani ya kubeba sadaka kama agano, tunakuwa wa kawaida. Tunakuwa nini? Wa kawaida. Roho Mtakatifu akanifundisha, akasema angalieni watu wengine wanavyokuwa serious na sadaka.
nilikuwa nafuatilia kuna viclip hivi vya gospel ambavyo vinakuwa vina trend, mtu anakuwa anafundisha namna gani ya kutoa sadaka. Nimeona watu walivyo very serious. Yaani mtu anasema mimi iwe isiwe lazima nipate utajiri. Akienda pale chochote atakachoambiwa, chochote anaambiwa utamtoa mama yako. Sana danganya. Ndio, niko tayari. Wala hakuna maswali. Kasema ina maana watu wako very serious namna hii. Hata kama akipata vile vitu japokuwa vinakuwa havina amani, tena ataongezewa tena. Anaambiwa lazima sadaka iongezewe tena nguvu. Utatoa mtoto wako. Anasema no option. Lazima nitoe. Kwa hiyo ikaonekana kumbe maisha yetu sisi ya Wakristo tukijua umuhimu wa sadaka. Tunaposema sadaka, ukisema sadaka, mtu anaona mahela yake yote. Sadaka sio hizo hela. Yaani sadaka ni zaidi ya hela ulizonazo. Sadaka, yani ukikaa hapo kusema sadaka, huyu madam jamani leo unaangalia balansi yako kwenye akaunti, simu yako. Hatuongele hivyo vitu. Sadaka ni yani ni kujitoa. Unaweza ukawa hauna pesa lakini ukajitoa katika maombi. That is a sacrifice. Sasa kwa sababu tumejengwa na msingi kwamba mimi siwezi kutoa sadaka hata nikiwa mwenyewe. Kwa hivyo vitu ambavyo ndivyo vimepelekea sisi wa Kristo kubakia na maisha yale yale. Alafu kitu kibaya, Roho Mtakatifu akasema hivi, kwa sababu wengi tumeokoka, si ndio? Wala hatuna heka za hapa duniani. Tunasema madam nimeokoka, nimemkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, lazima niende mbinguni, imeisha. Akasema wanangu, nenda kawaambie na mkiwa pamoja kwamba kuna masomo matatu ya muhimu katika maisha ya Mkristo ambayo ni magumu. Kama ukiweza kuyafuatilia kwa kina, maisha yako yanabadilika. Lazima ujue umuhimu wa Roho Mtakatifu katika maisha yako. Roho Mtakatifu atakuguide wewe namna gani ya kuishi. Atakushauri. You'll hear the voice. Utasikia sauti, mwanangu acha, fanya hivi. Hata kama pale tunapopitia changamoto, utasikia sauti inakwambia usiogope. Sasa wewe unataka kutembea na Roho Mtakatifu, unataka upuyange wewe kama wewe, maisha yetu yanabaki kama kawaida. Akasema na kuhusu sadaka kwamba kama sisi tukijitoa na tukajua umuhimu wa sadaka. Unajua nilikuwa nawaza kitu kimoja. Nikaanza kupiga picha hivi wakati siku hiyo Yesu akiwa wanapanga ile agano kwamba mwanangu nikupendaye, utaenda pale duniani, utakufa msalabani kwa ajili ya watoto wangu. Hiyo ni covenant kubwa, si ndio? Hiyo ni sadaka. Hiyo ni nini? Ni sadaka. Kwa hiyo lazima tujue sadaka mbalimbali juu ya maisha yetu. Familia zinatuhitaji sisi tujitoe kwenye zile familia kwa ajili ya maombi. Usiseme kama hii familia inahitaji mimi kwa sababu ya pesa. No. Kuna watu hawana pesa lakini wanaanza kaomba kwa wewe na wewe hata wiki nzima. Hiyo nao ni sadaka. Kwa tunaposema sadaka, tusipelekee moja kwa moja kwenye nini? Pesa. Pesa ni zaidi ya sadaka. Yaani sasa katika ulimwengu wa roho kuna vitu ukishavipata ndani ya moyo wako, pesa ni second. Yaani maana kile cha ndani ndio kinakupa hela. Kwa kuna kumiliki, kuna vitu vya thamani ukivipata ndani ya moyo wako ndio vinakupa sasa option ya kupata hivi ambavyo unavihitaji katika mwili. Kwa hiyo what matter ni roho yako imejaa nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema kitu kingine, maisha ya Mkristo lazima atambue umuhimu wa damu ya Yesu. Ukijua hivi vitu vitatu hautahangaika kamwe. Mimi nilikuwa nikisikia mtu anafundisha damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Yaani unachukulia kawaida, si ndio? Unaona kama vile afu kisikia tu damu ya Yesu, unaona kimiminika cha damu. Not that one. Sio hiyo. Damu ya Yesu ni agano. Kwa hiyo nilikuwa nikisikia damu ya Yesu, nikisikia Roho Mtakatifu, nikisikia sadaka, nikitoka kwenye ibada nasema leo sijabarikiwa. Natoka nimepata neema kumjua Mungu, sijaye kuhubiri kuhusu damu ya Yesu. Kwa leo kwa neema kuu Mungu anatamani tujifunze namna gani ya kujua
damu ya Yesu imebeba nini katika maisha yetu? Piga makofi kwa Yesu. Hilo somo la damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Ukisikia damu ya Yesu, kwanza unaanza kuona kimiminika, unaona? Kinamiminika hivi, umejikata, unaona damu. Ni zaidi ya hapo. Ulimwengu mwingine wanajua zaidi ya hapo tunavyosikia sisi, tunavyowaza sisi. Roho Mtakatifu akasema, kawaambie wanangu, maisha haya, ulimwengu huu wa teknolojia ulivyokuja na unavyoingia kwa kasi, wasipotambua umuhimu wa damu ya Yesu, hasara, watatangatanga sana. Nikamwambia, sasa kwa damu ya Yesu ni nini? Akasema, mwanangu, damu ya Yesu ni zaidi ya vyote unavyoviona. Ndio maana watu wakiwa wanaomba, labda anamwombea mgonjwa, wakitamka damu ya Yesu kutoka ndani, unajua nini? Kuna kutamka damu ya Yesu nje, pashari hapa nje. Kama haitoki ndani ya imani, haifanyi kazi. Akasema, natamani sasa watu wajue siri iliyofichwa katika damu ya Yesu. Tunaposema damu ya Yesu, usiangalie kama kimiminika, tunaangalia kama agano juu ya maisha yetu. Na ndio maana ikisemwa damu ya Yesu kwa kutoka ndani ya moyo, kuna mambo makubwa yanatokea ambayo katika ulimwengu wa kawaida huwezi kuona, ila kuna mlipuko wa ajabu ndani ya damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ukiwa unamwombea mtu katika jina la Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, jina la Yesu, kuna vitu vinaanza kutokea pale. Kwa nini? Pale kuna agano, lile jina lina agano, limebeba damu ambayo ni damu ambayo haina hila ndani yake. Damu zingine zote zina hila. Ndio maana leo ukienda kwa mganga, atakwambia leta kuku. Kuku anakata tu kile kichwa, anachukua ile damu, anafanya anavyofanya. Lakini after 3 weeks au 4 weeks anakwambia, njoo, ile damu haijafanya vizuri kwa sababu ina hila, tutaongeza, leta ng'ombe. Unaleta ng'ombe tena, anafanya. Hizo damu zina hila, hazitoshelezi bado. Tuna damu iliyo kuu kushinda damu zote. Na baadhi ya watu wameanza kujua kwamba ili tuwapotoshe hawa Wakristo, kwa sababu hawajui umuhimu wa damu ya Yesu, tunaanza kufundisha damu ya Yesu katika lugha nyingine kabisa. Hujasikia kwamba tunakwambia lazima tuchinje sisi wenyewe? Lazima tufanyaje? Yaani kama tumekuja hapa kila mtu aje na ng'ombe. Wanajua siri, kwa wanataka watu divert tutoke katika ule mlango, yaani ule mlango ambao ni wa haki, ambao ni damu ya Yesu kweli. Na sasa hivi watu wanachinja. Wakristo anakuja madhabahuni, anaabudu, anasema mbona vitu vyangu haviendi? Watu wanamwambia lazima uchinje. Sasa leo Roho Mtakatifu anasema usichinje kule. Yeye alishachinjwa pale wapi? Msalabani. Wewe ni kuamini tu. Unateseka na magonjwa, wewe amini tu. Wala mtu asikutoe kwenye diversion kwamba yaani ugonjwa wako. Yaani hapa haiwezekani, lazima tuchinje. No, leo lazima tujue kuna siri gani ndani ya damu ya Yesu. Piga makofi kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Damu ya Yesu ni agano lililo kuu juu ya maisha ya mwanadamu kila siku. Agano hili limebeba ukombozi. Tena sio ukombozi kwa kawaida, ukombozi kamili. Damu ya Yesu ni agano lililo kuu juu ya maisha ya mwanadamu kila siku. Na agano hili limebeba ukombozi kamili. Mtu mmoja anza katusomea Petro wa kwanza, sura ya kwanza mstari wa 19. Damu ya Yesu imebeba ukombozi, tena ukombozi ulio kamili. Kwa mtoto asikutishe kwamba ni wewe hujakombolewa sawa sawa. Maadamu unaamini damu ya Yesu, tayari umeshakombolewa. Amen. Si ndio? Amen. Ukishaamini damu ya Yesu, umefanyaje? Umekombolewa. Karibu. Yeah, Petro 1. Petro wa kwanza, mstari wa kwanza wa Petro. Mstari wa kwanza, 19. Sura ya kwanza. Mstari wa 19. Mstari wa 19. Unaweza ukaanza 13 pale. Nianze 13. Nitasoma katika jina la Yesu Kristo. Waraka wa kwanza wa Petro, sura ya kwanza mstari wa 13. Inasema,
Kwa hiyo vifungeni viuno vya nia zenu na kuwa na kiasi, mkitumaini na kwa utimilifu ile neema mtakayoletewa katika ufunuo wa Yesu Kristo. 14. Kama watoto wa kutii, msijifananishe na tamaa zenu za kwanza za ujinga wenu. 15. Bali kama yeye aliwaita hivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. 16. Kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. 17. Na ikiwa mnamwita Baba yeye ahukumuye kila mtu pasipo upendeleo kwa kadri ya kazi yake, enendeni kwa hofu katika wakati wenu wa kukaa hapa kama wageni. 18. Nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu. 19. Bali kwa damu ya thamani na kama ya mwana kondoo asiye na hila, asiye na waa, yaani ya Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jamani, tumesikia? Amen. Tumekombolewa na damu isiyo na nini? Na hila, ambayo ni damu ya nani? Damu ya Yesu Kristo. Sasa unakuta sasa hivi Wakristo wengi hatutaki kujua damu ya Yesu. Tunataka tu matokeo ya damu ya Yesu. Yaani hatumtaki Yesu aliyekuwa anaishi maisha kama ya kwetu, namna gani ya kuacha dhambi, kutunza utakatifu. Sisi tunataka matokeo tu. Wakati hapa Petro anakuambia kwamba, kitabu cha Petro, kwamba sisi tumekombolewa na damu ya thamani. Hiyo damu hainunuliwi sijui kwa dhahabu, sijui kwa pesa, sijui kwa nini. Kwa hiyo ndio maana kuna muda mtu unavoenda kwa mtu kumwambia kwamba samani mimi nasumbuliwa na hivi, akikwambia pay any lipa ndio nikuombee, hiyo sio protocol ya kimungu. Amen. Hii damu hainunuliwi kwa fedha. Kwa nini? Yenyewe inanunuliwa kwa imani. Yaani wewe imani yako tu kiinua ukasema mimi naweza kufanya hivi, unaweza. Amen. Asitokee mtu yote akwambia hivi, njoo kwangu ili nikuponye, natumia damu ya Yesu, nilipe 1,000,000. Hicho sio kitu cha kweli, ni cha uongo. Maana tumeambiwa damu ya Yesu ni ya thamani na wala haina hila. Ili somo ni gumu sana. Kila mara mimi kwangu nilikuwa nikilisikiza somo la damu ya Yesu, nilikuwa sielewi, lakini Roho Mtakatifu akanipa, nikapata neema. Siku moja kwenye maono, unajua kitu kizuri ambacho nimejifunza katika kukua katika kumjua Kristo, ufundishe kile kitu ambacho wewe umepitia. Ukikifundisha inakuwa ni ushuhuda mzuri kwa watu. Amen. Na ukishindwa kujifunza, utapitia madarasa mengi ili wewe ukijue. Siwezi ukiona mtu anasimama hapa anafundisha kitu fulani, lakini yeye mwenyewe hakitendei haki, bado hajakombolewa. Bado hajawa na imani ya kile kitu. Kwa kitu cha kufanya ni kwamba sisi tujitahidi yale ambayo tunaongea mbele ya watu tuwe na ushuhuda. Mimi huja nitoa ushuhuda katika ulimwengu wa roho. Wakati nikiendelea kujifunza kuhusu damu ya Yesu, nilijikuta nipo kwenye kusanyiko kubwa sana, zaidi ya mara 3. Kusanyiko kubwa, watu ni wengi sana, lakini watu wamekuja na magodoro, vitanda, watu wanaumwa sana. Mimi niliuliza, kuna mtu alikuwa anavaa nguo nyeupe, nikamuuliza, kwani hawa watu kwa nini wasipone? Akasema hajatokea mtu wa kutamka damu ya Yesu. Akitokea tu wote hawa wanapokea uponyaji. Nikasema mimi naweza. Nilivyosimama pale, watu walikuwa ni wengi, nilianza kuita damu ya Yesu. Nikaanza kuita damu. Wakati naita damu ya Yesu, watu wanainuka, wanaanza kucheza na kuimba. Nikashangaa sana. Nikasema, namgeukia yule, naambia, imefanya kazi. Ambia, ndivyo ambavyo wanadamu wameshindwa kujua umuhimu wa damu ya nini? Ya Yesu. Nilivyoshtuka hivi, kumbe nimelala. Nilitamani iwe kweli. Sasa kajiuliza, kwa nini nimeona hiki kitu? Ni Mungu anatufundisha kwamba
damu ya Yesu ina nguvu ya ukombozi. Amen. Usikate tamaa. Usiende kwa mtu akakudanganya kwamba hiyo damu ya Yesu haifanyi kazi vizuri. Mimi juzi nilipata mtu mmoja ananiambia, "Yaani nyinyi kwa jinsi changamoto mnazopitia za biashara, kuna kitu hamjakifanya." Kuna kitu. Nikasikiliza, kitu gani? Haiwezekani mpate hiki, mpate hasara ya hiki, mpate hasara, lazima tuchinje. Na anaongea ni Mkristo na akipewaga maiki ananena kwa lugha. Sikutaka kushtuka, ila nilisema Mungu wangu, maana ni Mungu anataka kuonyesha kwamba namna gani watu wameshahama katika ule uhalisia, wameenda kwa uhalisia ambao sio wenyewe. Nikamwambia tunachinjaje sasa? Mimi nimeokoka. Akasema tukitafuta ng'ombe au ngamia tukamchinja, sisi hatushughuliki na zile nyama, tunataka ile damu tuinenee kwamba hawa watu kuanzia leo hawatapata shida tena za uchumi. Ili ukikubali umeshahamishwa kwenye maagano. Umetoka kwenye agano la Kristo, umeingia kwenye agano lingine ambalo si sahihi katika maisha. Na kwa sababu ukishatoka ukienda kule, tayari nafsi yako imeshuka. Na ni kweli hautapata changamoto kwa sababu hauna effect yote katika ulimwengu wa nini? Wa giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwamba sasa wewe wakufuatilia tena waambia nini? Wewe ukiamka asubuhi hauombi tena. Unakula zako mchana. Inakuwaje? Lakini nikamwambia hivi, mbona kuna damu ya thamani? Hiyo damu inanena mema. Ni sisi tu kuamini damu. Akasema hiyo damu, nyinyi, huyo ni Mkristo jamani, ananena kwa lugha huyo, ananipa kabisa, yani vile vielelezo. Anambia hiyo damu ambayo mnaitumia ni ya miaka 2000 huko, tunataka damu mpya. Yani damu ambayo kwa wao wana akili yao inaenda kwenye kimiminika. Sisi hataki kuangalia kimiminika. Tunatakiwa kuangalia agano ndani ya ile damu ya Yesu ambayo imebeba ukombozi. Usidanganyike. Upande wako mwingine kuna watu wanakutazama ili wewe utunze ushuhuda wako. Baada ya kuona yale maono, nilivyoamka asubuhi nilisikia furaha sana. Mpaka siku moja nikamwambia mtumishi, leo nimeona kitu cha ajabu leo. Kwanza hiyo siku nilikuwa natembea kwa kujidai. Yaani nikutana na mtu, naona kama vile mimi nifanyaje? Yaani kama vile hawajiona nilichokiona. Baada ya wiki nikapewa tena, nikaa nimelala, nikapata maono tena kwamba nipo Kariakoo tumeona kuna familia moja ina watoto wawili. Yaani kama vile kamera, kama vile TV unavyoiona hii. Unajua ulimwengu wa roho ni dhahiri. Ile familia ina mtoto mmoja wa kiume na mtoto mmoja wa kike. Wote ni vichaa. Yaani ni vichaa, maana ya vichaa. Mimi naona shuhudia hivi, wanaokota makopo. Sasa kama vile majirani wote wamesimama akiwa pale wanaangalia wale. Wakawa wanasema yaani hawa watoto jamani, baba zao wana uwezo mkubwa, lakini wameenda kila hospitali haijafanya kazi. Sasa katika yale maono nikakumbuka, mbona yaani inakaa kama reality, si ndio? Mbona kuna siku niliwahi kuona mimi nawekea watu mikono na wakapona. Mimi leo naenda kuwaombea hawa watoto. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anatufundisha hivi ili tuone, maana kuna vitu vingine tunaviona watumishi wakifanya hatuamini. Inabidi Mungu akupitia hata wewe mwenyewe uone. Nikasimama pale, nikawaita, nikamwambia wazazi waleteni hawa watoto. It was an amazing dream. Yaani inakuwa kitu kizuri katika ndoto, si ndio? Haya ni maono. Ukiona unalala kwenye ibada kama hii, tayari huyajua umuhimu wa damu ya Yesu. Mwangalie jirani yako, mwambie unalala. Hapa ndo kwenye siri hata ya kumiliki. Asikudanganye mtu kama njoo kuna semina ya kumiliki. Kama hakuna sosi ya damu ya Yesu, nothing. Nikawaita wale watoto, nikawawekea mkono, nikasema hivi, nakumbuka kwa sababu niliandika. Ile damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani, na wale watu walikuwa ni Wahindi. Ile damu iliyomwagika pale msalabani leo inaenda kunena mema katika maisha yenu. Sikufanya kazi sana, nilifanya tu
nikaweka mkono katika jina, wale watoto wakawa wazima. Amen. Watu wote wakapiga kelele, huyo aliyefanya huyo ni nani? Ni nani? Yule baba akasema, mimi nilikuwa nishasema atakayewaponya watoto hawa nitampa zawadi ya gari. Nikapewa gari zuri, ni kwenye ndoto. Good car, yani gari zuri sana. Hapo ni Mungu anataka kufundisha kwamba yani miliki zako unazozihitaji zipo kwenye damu ya Yesu. Kuna wachungaji walikuwa maskini, lakini baada ya kukutana na mtu wa kumwekea mkono akapona, wakawa mabilionea. Uongo kweli? Uongo kweli? Kuna watu walikuwa ni waombaji, lakini hawakuwa na uwezo wote ule, wakajikuta hapo wanaombea familia ya mtu fulani, na ile familia ikakombolewa, wakapata utajiri. Wao unataka nini? Tafuta damu ya Yesu. Amen. Ni kila kitu, ni zaidi ambacho unavyoona. Nikapewa gari. Nilivyoshtuka niliambia Roho Mtakatifu, sasa ile gari yani it was amazing. Na vile vitu ndio vikanifanya kwamba mbona kila siku nikiota naona hiki kitu hiki. Lazima tujifunze siri iliyopo ndani ya nani? Ya damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa kuanzia sasa natakiwa ujue kwamba kukombolewa, tumekombolewa, si ndio? Lakini kuna effect, kuna vitu ambavyo natakiwa tuvifanye ili ile damu ya Yesu ifanye kazi katika maisha yetu. Piga makofi kwa Yesu. Amen. Amen. Ile somo la damu ya Yesu ni hatari. Anasema hivi, hii damu haina hila kabisa. Mwambie mwenzako, damu ya Yesu haina hila. Damu ya Yesu haina hila. Damu ya Yesu haina nini? Hila. Hivi hila ni kama nini? Mtumishi tena kusaidia. Mpe mic. Tunaposema damu ya Yesu haina hila kabisa ndani yake, inakuwa ni nini? Au nikupei? Yani hila kwa tafsiri nyepesi ni kwamba yani mtu fulani alitakiwa kukufanyia kitu fulani kwa ile dhamiri nzuri, lakini anaingiza dhamiri mbaya ya kufanya kitu kwa kujivika kama amefanya kitu kwa dhamiri nzuri. Mmesikia jamani? Hila hiyo, kama kwa mfano mimi hapa natamani nimsaidie mtumishi hapa, si ndio? Yani mtumishi usihofu, mimi nitakusaidia, lakini ndani yangu nimebeba dhumuni lingine kabisa, kwamba ni huyu nataka nimpeleke sehemu ambayo hata atajuta maisha yake yote, hata atoka huko mpaka atalipa senti ya mwisho, na kuchukua na kupeleka sehemu. Huyu mtu anahitaji msaada, ni mtumishi mkubwa sana, na kupeleka sehemu ambapo watu kutoa milioni 5 milioni ngapi kwako ni kitu cha kawaida, lakini ndani yangu najua nimekuunganisha katika madhabahu ambayo sio sahihi. Hiyo ni hila. Lakini damu ya Yesu haina hila. Ikisema nitakubariki, inakubariki. Ikisema nitainua familia hii, itainua. Ni kwa wakati wake tu. Amen. Kwa wakati wa Yesu ukifika, ili ile damu ya Yesu ifanye kazi, utaona vitu vya ajabu sana. Sasa kuna mtu mmoja akaniambia hivi, nilikuwa namuelezea mtu kwamba damu ya Yesu ni hatari. Akaniambia, sasa kama ni hatari, mbona sasa watu wengi wanateseka? Udhia kidogo, si ndio? Kuna udhia nini? Kidogo. Ule udhia unatufundisha sisi kunyenyekea. Amen. Utapata vingi hapa duniani na mbinguni, ila nakaudhia kidogo. Kwa mtu asikuchanganye kwamba kwa nini wewe unasema damu ya Yesu inafanya kazi lakini bado unapata shida. Sisi hatuangalii hivyo. Sisi hatuangalii shida. Sisi tunaangalia tumebeba agano gani? Amen. Wakati ukifika hiyo shida, kuna watu walikuwa na shida hata zilivyoisha hawajui. Yaani kwamba hebu nielezee, hivi ile shida yako ya umaskini ilishaje? Akianza kuelezea ni kama kawaida anaelezea yake, yeye mwenyewe anasema hata sijui. Nilishangaa tu nimefanya hiki kitu nikapata hiki. Nikaenda tena huko. Maana akisema hajui, tayari ndani kuna power ambayo ni damu ya Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo nyakati unayopitia usianze kusema sio ndani ukiwa umebeba damu ya Yesu, kama tumevyosoma pale kwamba haina hila. Jamani, kama kuna somo ambalo watumishi wanatakiwa wakazani kutufundisha sisi, nguvu ya damu ya Yesu. Amen. Tukijua nguvu ya damu ya Yesu,
watu hawatahangaika hata kwenda pasipofaa kule, kwa sababu unaweza ukaprovoke mwenyewe damu ya Yesu kwa imani, ukatamka na damu ya Yesu. Unajua niliwahi kujifunza, mimi ni mwalimu by profession. Nilipokuwa kule Moshi, nilienda kusali FPCT kwa mara ya kwanza siku ya meza ya ushirika pale. Hiyo siku ndipo nilipoona kitu cha tofauti kabisa sijaiona katika maisha yangu. Nimeenda pale FPCT nikiwa bado binti, wakasema leo tunashiriki. Kwa sababu nilishabatizwa, nikasema mimi nitafanyaje, nitashiriki. Nilienda na mdogo wangu ambaye sasa hivi ni marehemu. Yule mtumishi alisema hivi, tunapoenda kushiriki mwili wa Yesu na hiki kikombe kama damu, ni ishara tu, si ndio? Kama agano. Kuna vitu utaviona katika maisha yako hutakuja kusahau. Andaa moyo wako. Unaona alivyoanza hivyo? Andaa moyo wako. Tunaenda kwenye covenant kubwa, agano la kimataifa. Halijawahi tokea kwenye uzao wako. Wewe ndio unaenda kupokea hii damu. Hajapokea baba yako wala ni wewe. Hebu jiandae. Nikasema mimi najiandaa. Leo lazima nione wewe. Leo najiandaa. Nilianza kusema leo najiandaa. Akasema hivi, tunapoenda kupokea, tayari kumbuka tumeingia kwenye agano la damu ya Yesu. Ukienda mwenzako analala, mwambie tayari umepitwa. Ndio damu ya Yesu haifanyaji kazi ukiwa umelala. Damu ya Yesu haifanyi kazi na watu wazembe. Ukiona unasikia usingizi, simama. This is a secret. Hii ni siri katika ulimwengu wa roho. Na tukijua hii siri, hatutahangaika. Sisi wenyewe tutasimama na kuomba. Tutaleta damu ya Yesu katika maisha yetu. Hakuna mtu atakaye kuja hapo kuambia kwamba wewe lazima utoe milioni 10 ni kuombee. Hapana. Mwambie mimi nayo damu ya Yesu. Mchungaji akasema hivi, damu ya Yesu leo itaenda kuonesha vitu vikubwa ambavyo hamjawahi kuviona. Pangeni tu mstari. Tukapanga mstari FPCT hapo Rombo. Mimi ndio nilikuwa wa kwanza. Nimekaa attention nione, kwa sababu usipoona kuamini si ndio kinakuwa kwa mtu ambaye haamini mpaka aone. Nikasema mimi leo lazima nione. Mchungaji alitumia zaidi ya dakika 20 na yani kile kitu ni huaga namwambia hata mtumishi, kipindi cha kushiriki hapa, kabla hamjatupa ule mkate ule, hebu mtuambie vizuri. Mtuambie ule umuhimu wa damu ya Yesu. Sio pashari, si ndio? Watu wawe attention, watulie, wasikilize. Hicho ni kitu gani? Mimi nilikuwa attention. Yule mchungaji alichukua kama dakika 20 anasema hivi, damu ya Yesu leo inaenda kutoa yale yaliyofichika yataonekana leo. Sasa nikamwambia aje? Akasema sio mbali, ni leo hii. Nikasema ni leo. Leo mwambie mwenzako leo. Lazima nione damu ya Yesu. Kwa mimi kichwani mwangu naona kimiminika cha damu mimi kwenye ubongo wangu. Yeye mchungaji anaona kama agano. Baada ya pale alianza kutupa ile damu ya Yesu. It was very amazing. Roho Mtakatifu alishuka. Mdogo wangu mimi alikuwa ni mwarasi, kwa hakuweza kushiriki. Lakini kilichotokea, hata wale ambao hawajashiriki tuliona wote wamejazwa Roho Mtakatifu. Yule mdogo wangu mimi nimekaa naye karibu, namsikia anavodondoka anagalagala. Sasa sikuwa na maarifa kama alivyotufundisha mtumishi kwamba ukikosa maarifa kuna kitu kinakupita. Alikuwa anatamka hivi, lazima tumuue huyu mtu, lazima tumuue. Kwa nini amekuja hapa? Mimi nasikiliza, au ndo damu ya Yesu anaanza kusema mambo haya. Baada ya pale ibada, mtumishi aliniita, akasema Baraka alimchukua kwenda kumuombea. Akamwambia huyu mdogo wako huyu anatakiwa aokoke. Damu ya Yesu leo imesema lazima afanyaje? Aokoke. Na nikamwambia lazima uokoke. Akasema sitaki tatu ninavyosali. Kumbe ile ilikuwa ni siku pekee yeye kupokea ukombozi. Lakini hatukufanya hivyo. Na katika ulimwengu wa roho waliona kwamba watu hawako serious, hatukujua hicho kitu. Aliondoka duniani. Unaona? Mpaka nikasema ningejua siku ile, labda ningekazana, labda ningefanya hivi na hivi, lakini ilikuwa that chance. Kwa tunapokuja hapa kushiriki, hiyo ni chance ya maisha yako katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Usidanganywe. Yaani ninavyosema sijui mnaelewa, usidanganywe. Damu ya Yesu inanena nini? Mema. Siri nyingine ambayo ipo katika damu ya Yesu
Damu ya Yesu inaleta urejesho. Hivi unajua urejesho? Kitu ambacho mwanadamu hawezi kufanya kwa mtu mwingine ni kumrejeshea vitu, si ndio? Lakini Mungu anafanya. Anachotaka kuona wewe, je, una imani? Au wewe ukiibiwa gari tu tayari na kanisani hauendi, na kuomba hauombi? Yaani mimi haiwezekani mimi mtumishi wa Mungu niibiwe gari au mimi nitapeliwe. Anasema wewe mwanangu bado mtoto. Dunia hii haishi na watoto wa hivyo. Wanatakiwa watu ambao wanajua imani walioibeba ndani ya damu ya Yesu. Amen. Chochote kitokee katika maisha yako, amen, lazima uamini kwamba damu ya Yesu ina uwezo wa kurejesha zaidi. Amen. Kuna watu waliibiwa, kuna watu walipotelewa, lakini Mungu alirudisha zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna mtu anasema, mimi jamani mbona nishaibiwa vijarudi? Vitarudi. Amen. Wewe amini tu. Amen. Vitarudi, wewe amini tu. Amen. Kuna watu waliibiwa, wakaibiwa, watu wakapoteza. Jamani, watu wakafukuzwa kazi. Yaani mtu anafukuzwa kazi kwenye kampuni hapa, si ndio? Kampuni analipwa 300,000. Analia sana. Na lazima ulie ili uhambo. Yaani ili unyenyekee. Unajua tunapokuwa tunapoteza ukiwa umepata sana, kuna kalofani kanakuja, si ndio? Mimi yani hao wengine wote wajinga. Mimi Sasa unaposhushwa cheo labda au umetolewa, unalia sana. Pale unapolia maana unamwambia Mungu, mimi siwezi. Wewe ndio unaweza. Kumbe baada ya hapo ndani siku ngapi mashangaa umepata kazi, mshahara milioni 1. Si marejesho hayo? Umerejeshewa. Amen. Damu ya Yesu inarejesha. Mwambie mwenzako, damu ya Yesu ina urejesho. Damu ya Yesu ina urejesho. Rudia tena. Damu ya Yesu ina urejesho. Kwa hiyo siku tukiona hapa kuna ushirika hapa, kwanza siku ya ushirika mkisema ni Jumapili, tangazeni kwenye magrupu kabisa, jamani jiandaeni. Jamani jiandaeni. Kuna tukio lijatokea na likitokea limetokea. Jumapili hiyo ikitokea ndio kwako hiyo. Kwamba jamani kuna ushirika, tunaenda kutangaza agano kubwa ambalo halijawahi kutokea. Unajua nimejifunza kitu gani? Mimi hapa nimezaliwa kwenye familia ambao haikumjua Mungu. Babangu mimi kanisani anaenda tu ile, anaenda na kurudi. Hata mwambia Biblia asema achana na wewe hivyo vitu. Lakini babangu haendi kwa mganga maisha yote. Wala hajikiti kwenye kusali sana, yupo kati kwa kati. Ndio tumekuwa hivyo. Lakini sasa unakuja kujifunza baada mimi ya kuolewa, angaa sada Yesu inavyofanya kazi. Kule utakapoenda kuolewa kama ukiwa binti au mume utakapoenda kuoa, kama kuna chemchem ya damu ya Yesu, ile damu ya Yesu katika ile familia inakomboa na familia yako huku. Amen. Hivi mmeelewa? Nirudie. Samani karibu. Njoo mtumishi wa Mungu kwa mfano. Mimi nimeolewa kwenye familia ambao hatujui kuomba, hatujui kufunga, si ndio? Lakini Mungu akaniunganisha nikakutana na mtu kama huyu. Amen. Lakini huyu anatoka kwenye familia ya priest, yani utumishi. Mama yake mtumishi. Kupitia hii nguvu ambayo iko hapa, mimi ninapata ukombozi mzuri zaidi. Amen. Na mimi ninahamisha naenda kwa wadogo zangu. Wadogo zangu simameni. Wadogo zangu simameni. Unaona? Baada ya mimi kupata ukombozi huu ukombozi nimekuja kujiconnect na familia hii ya Mzee Tuza. Delisi naye akasema hapana. Dada kuna nini unapata hapa? Nasema sipati chochote, ila napata damu ya Yesu ambayo haina hila ndani yake. Akajoin, si ndio? Amejoin naye asema naye anaanza kuambia wenzake, jamani kwa Yesu hivi. Kwa unakuta ile damu ya Yesu, ile cheche ile tunasema inatembea, inarejesha. Unaona? Kwa inarejesha ambavyo vilikuwa havipo vinaanza kuja. Mimi baba yangu paka anasema hivi, mimi natamani watoto wangu wote wamjue Mungu kama wewe. Unaona? Ni urejesho. Amen. Kwa hiyo ukiwa hapo usichukulie poa damu ya Yesu. Amen. Nena mema kwenye familia yako. Mimi nilikuwa nikija hapa naambia Mungu, usinipe chochote. Natamani siku moja nipate mdogo wangu. Tutakashikana naye mikono hivi. Amen. Tuombe. Huo ni muujiza mkubwa. Amen. Wewe unataka pesa. Pesa itakuja kwenye kile kitu ambacho umekipata ndani yako. Lakini sasa hivi nikasema jamani, tuna maombi ya wiki nzima kama familia. Kwangu mimi ni muujiza.
kuna urejesho ndani yake. Amen. Hata baba akipata chance, sasa jamani, naombeni mniombee. Umesikia? Kama sasa ningeenda kuolewa kwenye familia ambayo inaabudu vitu vingine, ningehamisha tena haya, kwa sababu sisi kwetu hatuendi kwa mganga. Kwa hiyo ningehamisha vya huku nikawapelekea, nikaambia jamani, wadogo zangu, msione tunafanikiwa, kuna kitu kanuni. Wote hao wangekuwa nini kwenye system ile. Yeah. Kwa mwambie mwenzako, damu ya Yesu inarejesha. Damu ya Yesu inarejesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Siri nyingine katika damu ya Yesu, hii damu ni ya pekee iwezayo kunena mema kuliko damu zote. Mtu mmoja tusomee Waebrania 12 mstari wa 24. Waebrania 12 mstari wa 24. Waebrania 12:24. Inasemaje? Nitasoma katika jina la Yesu Kristo. Inasema, na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Habili. Jamani, mwambie mwenzako, umesikia hiyo? Umesikia hiyo? Tuachane na hivyo ambavyo tunavyoviwaza, si ndio? Umesikia hiyo? Umesikia hiyo? Hii damu inanena mema. Yeah. Jamani, ukijua hivi utatembea kwa kujiamini. Amen. Kumbe hii damu ya Yesu inanena mema kuliko damu hata ya Habili, ya nani. Kwa hiyo sasa sisi katika maisha yetu, haijalishi unapitia nini, wewe hauna chochote cha kwenda mbele ya Mungu mwambie Mungu, Mungu nitendee kwa sababu mimi ni mwema. Mimi nimesoma sana. Mimi nina degree, mimi na master. Tunaenda pale kwa ajili ya mercy. Hallelujah. Na grace, yani neema na rehema tu ambazo zilitokea wapi? Msalabani. Kwa mwambie mwenzako, tuna neema. Tuna neema ambayo inanena mema juu ya maisha yetu. Ambayo inanena mema juu ya maisha yetu. Kwa mema, damu ya Yesu kama inanena mema, hata mabaya yatokee. Amini, damu ya Yesu inanena nini? Mema. Sasa nikaa najiuliza, kwa sababu mimi bado ni mchanga katika utumishi. Mtumishi anaweza kutusaidia. Mtumishi Mzee Tuza. Tunaposema damu ya Yesu inanena mema, mbona mabaya? Ndio maswali ya Kristo. Mbona mabaya sasa yanakuja? Mema yako wapi? Yeah. Hili somo ni somo kubwa ambalo watu wengi wameshindwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua Roho Mtakatifu amemwelekeza, kuna somo ninaliandika kuanzia wiki hii. Naandika somo hilo. Imepiga makofi kwa Yesu. Hilo somo lina kichwa cha somo kinachosema mabaya sio kwa wabaya tu. Hicho ndio kichwa cha somo. Mabaya sio kwa wabaya tu. Alafu pale mbele nikaendelea kusema kwamba ni kwa sababu lazima tupate mabaya, kwa sababu tumo katika nchi au katika dunia yenye mabaya. Nikakote habari za Isaya. Isaya anasema mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nimekaa katikati ya watu wenye midomo michafu. Anaomba Mungu amhurumie kwa sababu amezunguka na watu wenye midomo michafu. Kwa hiyo mabaya lazima yatukute, lakini hatuvunjiki moyo. Semeni amina sasa. Nimesikia mabaya hata yakikupata usivunjike nini? Ukiona unapata mabaya mtu anakuambia twende kwa mganga, yani huo ugonjwa uponi huo. Yeah. Mwambie hivi, mimi sivunjiki nini? Moyo. Maana damu ya Yesu inafanyaje? Inanena mema. Pia siri nyingine ambayo ilimo katika damu ya Yesu, unaweza kaandika hivi. Hii damu ya Yesu inatakasa. Kila mtu anajua, si ndio? Amen. Sasa damu ya Yesu inatakasa. Unaweza kutusomea Waebrania 9:13 mpaka 14. Waebrania 9:13 mpaka 14. 13 mpaka 14. Nitasoma katika jina la Yesu. Kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya ndama ya ng'ombe walionyunyiziwa wenye uchafu hutakasa hata kusafisha mwili, basi si zaidi ya damu ya Yesu Kristo, ambayo kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Jamani, kwa damu ya Yesu inatakasa, si ndio?
Usiende ukalipa hela kwa mtu ili akutakase, kwamba yani mimi jamani. Kuna mtu anasema hivi, mimi sasa hivi kuna slogan imekuja hivi eti, mimi simtaki Yesu wako, nataka matendo yake. Haujaisikia hiyo? Ambia njoo Yesu akutakase. Hapana, dhambi yake pembeni kwanza, hebu mimi nipone. Na kuna wengine wanapata neema wanapona, lakini maadamu damu ya Yesu inatakasa, kwa hiyo hauna haja ya wewe kulipa chochote. Yaani wewe hauna uwezo wa kulipa chochote namna ya kujitakasa wewe dhambi zako. Ni mpaka uite damu ya nani? Damu ya Yesu. Ndio maana tunapokuwa tunaenda kupokea mwili wa Kristo na damu, ongea, tamka, hebu iambie. Yaani maana yake pale ni hivi, ni sawa umepewa chance ya kuongea na rais. Jamani, rais ndio mimi hapa. Yeye anapokuwa anagawa ndio rais yule. Unapokea hivi jamani, ukienda kwa rais ambaye ongea, mwambie rais unataka nini? Wewe unafika tu hivi. Sama njoo. Ongea, wewe mimi hapa ndo na hii hapa ni ujumbe. Rais anasema pokea, au ujumbe unasema nini? Pokea. Kimya, hivyo kimya. Na anafanya yani ongea, ina maana ukiongea mimi nirudishe nini? Ujumbe kwamba huyu mtu kupitia hii damu anahitaji familia yake ikombolewe. Kupitia hii damu anahitaji familia yake iwe vizuri. Kupitia hii damu anahitaji magonjwa kwenye familia yake yasitokee. Unaongea. Huwezi ukaenda kwa mganga bila kuongea. Unafika tu pale. Umekuja. Unataka nini? Unataka nini? Atasema ondoka sasa hivi. Jielezea unataka nini? Tamka. Nena, maana hii damu inasikia. Ukipata chance, yani hiyo chance siku ikitokea, mwambie mwenzako naisubiria tena ile chance. Ninaisubiria tena ile chance. Ongea. Kwa sababu wana saikolojia ambao hata hawajaokoka wamesema hivi, asilimia kubwa ya wanawake wanaoenda makanisani kuchelewa kufa kwa sababu kule kuna matumaini. Sasa wenyewe hawajui kama ni damu ya Yesu. Amen. Wanasema yani mwanamke atakianza kwenda kanisani, kwisha habari. Wewe ukimpiga anaenda Mungu yu mwema, arudi nyumbani tena. Kula nini? Mbona nimesema hivi ili aumie? Kumbe huku kuna faraja. Si ndio? Hasa hawajui, wanasema hivi. Walikuwa wanaulizana juzi, kuna nini makanisani? Mwingine akasema hivi, tumegundua hivi, na wale wa mama wanaoenda kama kanisani wanaongea. Ikifika muda wa maombi hapa wanaongea na wanawake, wanaomba kwa omba, lia kwa ajili ya generation yako. Wewe hautoi, mama anatoa. Mashanga miaka 100. Kwa nini wanawake wanaongea? Sasa hawajui kama kuna damu inenayo mema. Wanawake wengi wamejua, wanatamka. Mwanaume ukipata chance, tamka. Amen. Hata kama machozi yanatoka, acha yatoke. Ni kwa ajili ya generation yako. Wewe ndio unaandaa uzao wako. Wale ambao wameishi yani Moshi kule wanajua. Jamani, kama ukikaa kule Moshi mwaka mmoja, ukija hapa hautaomba kama unavyoomba hivi. Si ndio mama? Hauwezi kuomba hivi. Sisi kule tukiwa Moshi, msiba ukitokea, mimi naona kwa macho yangu hivi. Yaani wanasema kama huyu msheku amekufa hivi, hawezi kuondoka hivi. Lazima tuchague mtu kwanza atangulie kaburini, akate dakika 10 tumtoe. Unaona hivyo vitu tuko serious. Wewe unapewa kitu, ongea. Basi simama, tamka, nena, ongea kujua familia yako. Huongei maadamu damu ya Yesu inatakasa, lazima utamke. Mwambie mwenzako lazima ufanyaje? Lazima utamke. Jamani, kutamka kunalipa. Rais akija, napenda kutolea rais akija hapa akasema ongea, jamani hapa itakuwa ni kaeka hapa. Kwa mama atakuja hapa, kila mtu aongea anachokitaka. Hapata tosha. Mama atakuwa anasema, "Unasemaje tena?" Nasema hivi, mimi nilimwambia nani? Kuna mtu nilimwambia, hata mimi sijamwambia. Mimi na mdogo wangu ni mhasibu, alikuwa mhasibu wa benki. Kipindi kile kipindi watu wanapunguzwa kazi, akapunguzwa. Kwa hiyo yule ameishi maisha yale. Yaani kama vile kibarua. Ukipata kazi njoo hapa.
Siku moja nikasema hapana, hiki kitu hakiwezekani, lazima tufunge tuombe. Mwaka jana tukafunga tukaomba. Tulivyoomba tumemaliza, maana muda mrefu tumefunga. Nilichokiona katika ulimwengu wa roho nilishangaa. Nilimpigia simu mtu nikamwambia hivi, unapajua Colombia? Niliona katika ulimwengu wa roho tumeenda Colombia, sijui hiyo nchi, tukiwa na mdogo wangu huyo. Tulipofika pale wakasema mmefika mapema, rais wa Tanzania yuko hapa. Nikasema yani leo siogopi, lazima niende nikaongee na rais, mdogo wangu apate kazi. Unaona, yani huo umati niliouona, unachokiona katika ulimwengu wa roho kifuatilie, yani usikiignore. Kama kimetokana na mawazo yako sana sawa, lakini kama kuna kitu unakifuatilia na unaendelea kukiona, kifanyie kazi. Nikaenda pale nikasema mimi nataka nionane na rais. Wewe ni wa wapi? Nikasema mimi ni wa Tanzania. Wa Tanzania. Kwenye carpet ilikuwa jekundu hivi. Nilienda paka kule mbele, wananipisha, watu ni wengi. Mimi nishapeana mkono katika ulimwengu wa roho. Nilifika pale nikampa mama mkono hivi. Akaniambia, "Joyce, umekuja na fulani?" Akamtaja mdogo wangu. "Umekuja na fulani yeye?" Ameshapata kazi." Nikamwambia, "Hajapata." Muda huo akachukua simu, akapiga. Na hivi kama vile hivi. Kama vile una TV pale. Akasema hivi, "Zile nafasi za benki 3 zile bado zipo?" Akasema, "Zimeshajaa." Mmoja akanseliwe apewe huyu mtu. Leta vyeti vyake. Nashtuka hivi, ile mama amegonga nini? Muhuri. Lakini haikuwa, asubuhi naamka nasema, nimetoka Colombia. Nimeona vitu vya ajabu, lakini hakuna kazi. Nikasema hapana, kama damu ya Yesu inanena mema, ipo siku itanena mema tu. Amen. Juzi nikiwa naye tumekaa hivi vile vile nilivyoona katika ulimwengu wa roho. Kumbuka nimeota mwaka jana. Wiki iliyoisha tumekaa naye hivi. Simu yake inaita. Tupo naye hivi. Subiri. Anaambiwa, "Samahani, naongea na mtu hapa fulani yeye. Hapa ni makao makuu ya benki fulani." Vile vile. Jamani, damu ya Yesu inanena mema. Usikate tamaa. Yenyewe sio haraka katika leo na kesho. Kwanza tushasahau. Anasema yani unatakiwa haraka ofisini. Uje ulipoti. Tutajua tunakupangia. Yani ni vitu vikubwa. Jamani, ni vitu ambavyo tumeviona katika ulimwengu wa roho mwaka gani? Jana. Si vimetimia? Amen. Mwambie mwenzako na wewe vitatimia. Nao vitatimia. Kwa damu ya Yesu ikiwa inatakasa, usiogope. Kuna wakati na majira yakikufikia wewe, watu watakuuliza umefanya nini? Unasema hata sijui. Ukianza kuona wewe, ukikuuliza mtu hivi umenunuaje hili gari, ukaanza kujielezea sana, hauko vizuri. Wengi ambao wametendewa na Mungu ukiwauliza wamefanya nini, wanasema hatujui. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili somo ni nzuri, si ndio? Si nzuri sana? Hata vitu vingine sitaweza kuvisema na natamani tuongee kitu kimoja. Damu ya Yesu inatupa uwezo wa kumiliki. Amen. Damu ya Yesu inatupa uwezo wa kumiliki. Kwanza vitu vya rohoni ambavyo ni vya thamani sana. Vitu vya rohoni, mwambie mwenzako hivi, tamani kumiliki vitu vya rohoni. Tamani kumiliki mwambie vitu vya mwenzako rohoni. Ongea, nimesema tutamke. Tamani kumiliki vitu vya rohoni. Hivi vitu vya rohoni ndio vinatupa matokeo katika nini? Mwili. Tumeenda sehemu fulani, tumeonana na mtu mkubwa na leo tumepata, hiyo ni rohoni. Kwa hiyo lazima sasa, namna gani ya kutunza roho yako iweze kumiliki vile vitu? Kwa kusoma neno la Mungu mara kwa mara. Sio unasema tena mimi hapa lazima nimiliki vitu vya rohoni. Kuanzia asubuhi mpaka jioni upo kwenye Facebook. Utaona maono ya Facebook wewe. Yaani toka asubuhi mpaka jioni unamwangalia tu ni celebrity mmoja tu anavaa nyimbo zake za ajabu ajabu. Alafu anasema lazima nione maono, lazima nimiliki. Hakuna. Kwa Mungu hakuna janja. Amen. Unachokipanda ndicho kinatoka matokeo. Hata kama matokeo yatakuwa ni ya muda mrefu, lakini yatakuja tu. Kwa damu ya Yesu inatupa kumiliki vitu vya rohoni. Vitu vya rohoni ni vipi? Yaani ile mtu ndio tunasema hivi, mtu aliyejazwa na Roho Mtakatifu
ukimwangalia unaona vile chizi, si ndio? Kuna vitu amevibeba. Hata akipata changamoto unajiuliza. Kuna mtu mmoja alipata changamoto, watu walikuwa wanamfuata na kumwambia hivi, kwa changamoto hii ningekuwa ni mimi, nishazikwa, nishanifukia, mmeshakula na wali. Unaona mawazo yake hayo. Lakini yule mtu kuna kitu anacho cha rohoni ambacho kinampa nguvu. Kwa kile kitu kiwa nacho, matokeo yakija hivi hayata kubabaisha. Ogopa sana kupata matokeo ya mwili, rohoni haujajaa, hatari sana. Yaani hapa tukikumwagia milioni 5 na moyoni mwako hujai hata ufungaji, hujai hata kusoma neno la Mungu, hapa unaanza matusi. Yaani hawa vijana wote hapa hawafai kabisa. Hawa vijana wanavyoona hapa, kwa nini wanashindwa kupata milioni 5? Kwa sababu wewe umepata mwilini, rohoni haujajaa. Ndio maana matajiri wengi ambao hawajaokoka, ukiangalia mwilini kama wajinga. Anza kaongea maneno mabaya, akatukana, yani kama vile kachanganyikiwa. Ile kutana na mtu ambaye ndani amejaa, afu matokeo nje yanatokea, ipo kawaida. Mwambie mwenzako, damu ya Yesu inatupa kumiliki vitu vya rohoni ambavyo ni vya thamani zaidi. Je, wewe ukipata vitu vya mwilini kabla hujapata vya rohoni utafanyaje? Hatari. Unakuta mwanamke labda amebahatika kupata kitu fulani ama mume wake hajapata, akawa hana nguvu ambayo ni Roho Mtakatifu ndani yake. Ndio vitu vya rohoni hivyo. Anakuwa hana kiasi. Mwambie mwenzako, anakuwa hana nini? Kwa nini tunang'ania tupate vitu vya rohoni? Hata dhoruba ikija, hata mafanikio yakija, hayatuchanganyi. Unasikia? Kwa nini tunataka vitu vya rohoni? Ndio nashangaa mtu anasema hivi. Kuna mtu mmoja ananiambia hivi, lile kanisa mnalosali kule, ndio kuna mtu mmoja anasali pale. Kweli. Anaingia ile kanisa kabisa. Hamata AC. Hamata nini? Yeye anaingia kwa sababu tayari ameshamiliki vitu vya nini? Vya rohoni. Ila usipomiliki hivi vitu vya rohoni, vitakufanya vile vya mwilini vikija, vinakudondosha chini. Unasema, nimepata hii milioni 30. Sijawahi kutembea na kasichana kenye hips. Lazima. Umeona? Yaani ile imekuja inaanza kukupeleka sasa sehemu yake. Sasa sehemu sahihi ambapo wewe utaonekana ni pale ukipata kitu ambacho uko unakitamani, au umepata gari. Mungu kuna mda mwingine anasema nikimpa V8 mwanangu huyu atamwagia watu matope kwa sababu bado hajajaa mwili, yani roho yake haijashiba vitu vya ndani. Vya nje vikija amwambia, sasa tumekuzawadia gari la V8. Ata hambo, atasema asante. Na la badiliki. Tunaelewana? Tunaelewana? Kwa kumbe kuna siri kubwa katika ulimwengu wa roho ndani ya damu ya Yesu. Damu ya Yesu ukiipata inakupa vitu vya. Ndio maana unajiuliza, mbona watu wale walokole hata kama ana kitu ana raha? Hivi ni kwa nini? Unakuta tena wanakupigia na simu kama nyumbani huko, unasikia, "Samahani, mtumishi." Kwanza ukisema umeokoka tayari ni mtumishi. Mtumishi, unataka nisaidia 300, wakati hata kwenye pocket hapa hata 50 hauna. Ni kwa sababu gani? Kuna vitu umeshavimiliki ndani, watu wengine wanaona kama unavyo hata kama hajafanyaje, havijatoka. Kwa ukiona hivyo, ujue vinakuja. Vinafanyaje? Kwa sababu damu ya Yesu haisemi uongo. Una tatizo lolote lile linakusumbua, kuna magonjwa yanakusumbua, wewe anza kuamini damu ya Yesu. Utaona miracle ya ajabu. Yaani kama si leo, hata kama ni leo itatokea. Anza kuamini. Amen. Damu ya Yesu ikikumilikisha vitu, unakuwa mama wa tofauti. Amen. Unakuwa baba wa tofauti. Amen. Unakuwa mtumishi wa tofauti. Sio mtumishi umeshawekea mikono watu wangapi wamepona. Aya, leteni media. Huyu hapa wewe hujashiba vya rohoni wewe. Ndio maana hata ukipika wali unataka uposti watu waone, bado moyoni haujashiba. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu atulehemu, si ndio?
Damu ya Yesu ni kila kitu. Mwambie mwenzako, damu ya Yesu ni kila kitu. Kwa sababu ile somo ni refu sana. Kuna namna, ni namna gani sasa kuingia katika ile agano la damu ya Yesu? Hivi muda unaisha saa ngapi? Bado? Saa 6, bado dakika 2. Bado dakika 2? Bwana Yesu asifiwe sana. Tumejifunza vitu vizuri, si ndio? Ukianza kuifanyia kazi hivi vitu, ni vitu vizuri sana. Vitakufanya ukue kiroho. Hata ukitoka hapa kuanza sasa hivi, unasema mimi nina agano na damu ya Yesu. Kwa sababu ya muda tungeendelea kwamba tungeangalia sasa namna gani tuingie katika ile agano la damu ya Yesu. Tutamwomba pastor kuwe na muendelezo. Amina. Ila tu kitu cha kwanza ambacho natakiwa tujue kwamba lazima kujitoa. Sacrifice your life. Achana na kusema kwamba tunajitoa kama nilivyosema pale mwanzo, tunajitoa. Ila sacrifice ya maisha yako. Ukisoma pale kwenye Warumi 12:1 inasema kabisa kwamba kujitoa kama dhabihu. Ukianza kujitoa kama dhabihu, usiseme hivi mimi sina kitu. Utajitoa nini? Chagua chochote ambacho unaweza kukifanya hapa kanisani. Fanya kwa moyo. Fanya kwa nini? Chochote unachokiona umekipata. Chochote unachokiona umekipata katika ulimwengu huu, ujue kabisa ni kwa ajili ya kazi ya Mungu. Chochote, hata kama ni watoto wako, amen, Mungu anataka watumie wafanye kazi ya Mungu. Wamesema kwamba hakuna mtu aliyefanya kazi ya Mungu akaaibika. Kwa chochote ulichonacho usiseme hiki changu. Kama Mungu amekupa nyumba ni kwa ajili ya kazi ya Mungu. Utapata mapato, utatoa sadaka, si ndio? Utatoa chochote kile ambacho ulichonacho bila kujionea huruma. Shida inayokuja, Wakristo wengi tunajionea nini? Huruma. Sasa nikaanza kujiangalia maisha yetu. Kwa mfano mimi nipo kwenye biashara. Jamani, kwenye biashara watu hawajionei huruma, si ndio? Ila kanisani hatari. Naona mtumishi wa Mungu kwa mfano anaweza haba akaja saa 10, si ndio? Ukimwambia hivi tena nenda tena kali yako, anaamka anapata nguvu, anaenda. Hajionei huruma. Ila unajua hivi nguvu tunaitumia kule, tungehamisha kanisani huko. Ingekuwa ni hatari sana. Sasa tusimame. Amen. Leo tunaenda kumwambia Mungu. Amen. Tunaenda kumwambia Yesu kwamba tunahitaji sisi damu yako. Amen. Kama watu wanasema inanena mema, tukaione. Amen. Wanasema ina ukombozi, tukomboe. Kama kuna urejesho, tuone urejesho. Amen. Kwa ongea. Kama ni mwanamke, ongea. Hakuna yoyote atakayelia kwa ajili ya uzao wako kama sio wewe. Amen. Ni wewe tu, ni wewe. Kwa mimi naangalia, kwa nini tukisema kila mtu aombee uzao tumbo lake, mimi hapa nashika tumbo langu. Huyu simuweki mtumishi wa Mungu, yeye ni watoto wangu, na yeye mama yake anamuweka, na yeye mama yake anamuweka. Kumbe lazima kila mtu alie. Damu ya Yesu ikifika kwenye familia yote ile, kuna mabadiliko makubwa sana, na dunia itajua watu walikuwa wanafanya nini. Kwa tunapoenda kuabudu hapa, mwambie Mungu, mimi nakuhitaji tu wewe. Nahitaji nikujue zaidi. Hii damu yako ambayo unayatuambia hapa ikafanye kazi kwenye maisha yetu. Karibu. Asante Yesu. Damu ya Yesu inanena mema.
Yesu, tunatamani Yesu tuokoe na sisi. Ndivyo ambavyo Yesu. Usinyamaze kimya mama, umeteseka vya kutosha, umeonewa vya kutosha. Leo hii damu ya Yesu inakukumbusha kwamba wewe ulijitoa dhabihu kwa ajili yetu Bwana. Wewe ulikuja duniani kwa ajili yetu Bwana. Bwana, sisi ni nani tusinyenyekee chini ya damu yako Bwana? Sisi ni nani tusianguke chini ya damu yako Yesu? Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, damu inenayo mema zaidi ya damu za kuku. Yesu, damu yako ambayo inaponya. Haijalishi mama. Yesu, damu yako ambayo inatakasa. Yesu, tunahitaji maneno gani? Damu ya Yesu leo inakutengeneza upya. Haijalishi umedharauliwa namna gani kwenye eneo la uchumi. Damu ya Yesu inaweza kukuinua tena. Damu yako ni ajabu sana. Hakuna jambo. Mwambie Yesu, damu yako ni ajabu. Ikiingia katika maisha yako, inabadilisha maisha yako. Maisha ya kukujua wewe Mungu yanaongezeka zaidi Baba. Tunakuhitaji Baba. Damu yako takatifu Baba, ikanene mema juu ya uzao wa tumbo yetu. Tumekuja, tumeacha vyote Baba, tunakutaka tu wewe uliyekufa msalabani pale Kalvari. Tunakuhitaji Baba. Damu yako ni ajabu, damu yako ni ajabu sana, inafanya makubwa. Mwambie Mungu unahitaji damu ya Yesu. Ita damu ya Yesu, usikae kimya. Weita tu, weita tu, weite tu damu ya Yesu. Ita damu ya Yesu, usikae kimya. Damu yako ni ya thamani sana. Tunaitaka hiyo damu ikawe maisha katika maisha yetu, ikawe roho katika roho zetu. Thank you, Holy Spirit. You are so amazing. Oh, we glorify your name, Jehovah Jireh, Jehovah Shammah. You deserve honor. We glorify your name. Holy, 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 holy. Wewe ni mponyaji. Uliponya wengi. Baba anaponya. Ponya Baba, ponya leo Baba. Ponya Mungu wangu. Ponya Jehovah Jireh. Haleluya. Ndugu yangu mpendwa. Haleluya. Haleluya. Asante Yesu. Kama unaumwa, una tatizo lolote, njoo hapa mbele. Pita mbele kama una shida yote, pita mbele. Damu ya Yesu iko mahali hapa. Damu ya Yesu inaenda kufanya. Usimwangalie mtu mwingine. Wewe njoo hapa. Njoo hapa, sogea mbele. Kama una tatizo lolote, hamna anayeponya, ni damu ya Yesu. Wewe sogea mbele, sogea mbele. Una shida gani? Sogea mbele, wewe sogea mbele. Damu ya Yesu inanena mema. Inaenda kunena mema juu ya maisha. Wewe sogea tu mbele, sogea. Damu ya Yesu ni ajabu. Damu ya Yesu ni ajabu. Haina hila ndani yake. Haina hila. Haina hila. Haina hila.
Oh, asante Yesu. Damu ya Yesu haina hila. Damu ya Yesu inakomboa. Oh, asante Yesu. Asante Yesu. Yesu wangu Bwana. Damu ya Yesu. Hiyo damu ya Yesu. Haleluya. Damu ya Yesu. Hiyo damu ya Yesu. Damu ya Yesu yaondoa magonjwa. Hiyo damu ya Yesu. Damu ya Yesu yaondoa magonjwa. Hiyo damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Inaponya magonjwa. Katika jina la Yesu, hiyo damu inaokoa, damu inaponya, damu inafungua vifungo vyote, damu inaweka huru watu wako Mungu, damu inaponya, damu inaweka huru. Hiyo damu ya Yesu inaokoa, hiyo damu ya Yesu inaponya, damu ya Yesu inauisha, damu ya Yesu inafungua vifungo vya kila aina, damu ya Yesu inaponya. Rikakatarabasiko, damu ya Yesu yenye nguvu inaponya, Asante Yesu, wewe ni mzuri. Damu yako ikanene mema juu ya binti huyu Mungu. Asante Yesu. Asante Yesu. Inafungua familia hii, inaweka ukanene mema, bali na kila vifungo, bali na kila magonjwa, bali na kila mateso, bali na kila maumivu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu inatembea sasa, inaponya, 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 inaweka huru, bali na vifungo, bali na mateso, bali na kila maumivu, bali na kila magonjwa. Damu ya Yesu inaponya, damu ya Yesu inaponya, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, inaweka huru, inaweka huru, inaweka huru, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. hakutakuwa mateso tena, hakutakuwa mateso tena, hakutakuwa mateso. Ni damu ikanene mema, 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 inapita kwa wagonjwa, inaponya sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hiyo damu yenye nguvu, hiyo damu yenye nguvu inapita sasa katika mwili huu, inapita sasa kwenye kila mwili, inapita sasa kwa mateso, hadi kwenye nasikia mateso, nasikia mateso, nasikia mateso. kwa jina la Yesu, inapita, inapita hiyo damu, inapita hiyo damu, inapita hiyo damu, inapita hiyo damu, damu ya Yesu inapita, inatembea kwenye kila mwili, damu ya Yesu inapita, inapiga sasa, inapiga sasa, inapiga sasa, damu ya Yesu, 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 inaponya sasa, inaponya sasa, damu ya Yesu inaokoa, inafungua kwenye vifungo, inaweka huru kwenye mateso, inaweka huru kwenye kila udhaifu, inafungua sasa hali na magonjwa, bali na kila maumivu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hiyo damu inapita sasa, hiyo damu inapita sasa, hiyo damu inapita sasa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, inapita hiyo damu, inapita hiyo damu, inapita hiyo damu, kwenye vifungo unafunguliwa sasa, kwenye magonjwa unaponywa sasa, maana damu ya Yesu inapita sasa, inapita, 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 hiyo damu ya Yesu inapita sasa, inapita sasa kwenye udhaifu wote, inapita sasa na kumfungua, kuweka huru, bali na mateso, bali na maumivu, bali na kila changamoto, katika jina la Yesu. Damu hiyo inapita sasa, damu hiyo inapita sasa kwenye maumivu yote, damu ya Yesu inapita kwenye kila mateso, damu ya Yesu inapita kwenye kila changamoto, damu ya Yesu inapita, damu ya Yesu inapita, damu ya Yesu inapita, inaponya sasa, inaponya sasa, inaponya sasa, inaponya sasa, inaponya sasa, damu ya Yesu inapita sasa.
kuokoka au ulirudi nyuma, unaweza kusogea kumbele tukombe sala ya toba. Na kama unahitaji kuokoka, unaweza ukabaki hapa hapa. Kama unahitaji kuokoka, kama unahitaji kuokoka, karibu hapa mbele. Kama unahitaji kuokoka, karibu. Asante Yesu, asante Mungu. Asante Roho wa Bwana. Wewe ni Mungu mzuri sana, unatuwazia mema. Asante. Kama unahitaji kuokoka, Asante Mungu wetu. kama ulirudi nyuma, karibu mahali hapa. Damu ya Yesu inasamehe dhambi. Damu ya Yesu inaweza kutengeneza upya. Karibu mahali hapa. Asante. Tutaomba pamoja na wewe. Karibu tengeneze na Mungu, karibu. Karibu. Usione watu aibu, karibu tengeneze na Mungu. Asante Yesu. Tutaomba kwa niaba ya wanaotufuatilia. Kanisa, naomba tusimame wote. Kuna watu wako mbali na sisi na wanahitaji kumpokea Yesu Kristo. Inua mikono yako juu na utamke maneno haya. Sema, Bwana Yesu. Wewe unayetuangalia, tamka maneno haya. Sema, Bwana Yesu, mchana wa leo umenikumbuka, umeniunganisha na ibada hii. Bwana Yesu, ijapokuwa dhambi zangu ni nyingi sana, ninaamini leo hii unaenda kunisafisha kwa damu yako. Haijalishi ni yapi niliyatenda, haijalishi ni yapi niliyawaza, kwa damu yako ninaamini unaenda kunikomboa. Liondoe jina langu kwenye kitabu cha hukumu, na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Na kuanzia leo nimeokoka. Na kuanzia leo nimeokoka. Wao wanatufuatilia, tuwapigie makofi waliokoka, wanatufuatilia, makofi kwao. Mungu akubariki, wanatufuatilia.